Karibu sana mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo. Hii ni siku nyingine njema ambayo Bwana ameifanya. Nimekuwa mapenzi yake tukutane siku ya leo, na tumerudi kama kawaida. Hii ni runinga yako nayoipenda, runinga ambayo inazungumzia masuala ya kiroho, masuala ya maisha ya kawaida. Kwa ufupi, na maanisha kwamba tunazunguka pande zote, tunaguza kila sehemu, tuhakikishia kwamba mtazamaji wa runinga hii ako salama na anaelimika na anajua ni mambo gani ambayo yanaendelea, hasa kumhusu yeye mwenyewe kibinafsi na hata kiroho. Na hii leo nimejiandaa na mtumishi wa Mungu ambaye amekuja kutuelezea historia yake na changamoto ambazo amezipitia katika maisha, na pia kuna kikundi cha wajane ambacho amekianzisha. Na endelea kufuatilia hiki kipindi, atakuwa anatueleza zaidi ni nini ambayo ilichangia aanzishe kikundi hiki. Langu jina Job Wamalwa, na kumbuka hii ni Bethel Clouds TV. Karibu sana. Asante. Habari ya leo? Mzuri sana, nashukuru. Utokako kule kuko namna gani? Salama, nashukuru. Karibu sana kwenye hizi studio zetu. Na kwa manufaa ya mtazamaji ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, najua kuna wale ambao wamekuona kwa stesheni mbalimbali ukizungumzia masuala mbalimbali, lakini kwa ule ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, tafadhali. Nashukuru Mungu. Asante sana kwa nafasi ambayo umenipea. Na shukuru kuwa katika hapa mahali na chini ya mafuta ambayo yananena mema katika maisha yangu, katika haya madhabahu ya CFC. Nashukuru Mungu sana. Majina yangu ni Kasisi Daktari Pauline Muthusi, ambayo ndio iko kila mahali kwa Facebook, Instagram, Twitter na hata page. Hizo zote utanipata nayo majina. Na labda kwa tu ungetueleza tu kwa kirefu, umesema Pauline, Pauline huyu ni nani? Ametokea wapi? Masuala yani your life history kwa ufupi. Hiyo ndio wataka. Tuanzie. Utaipata leo. Nashukuru Mungu. Asante. Sasa Pauline Muthusi alikuwa mke wa marehemu mchungaji Pastor Eric Makau. Na Pauline Muthusi aliolewa akiwa urafiki wangu na Eric Makau ulianza nikiwa chuo cha primary school. Nikiwa primary school tulikuwa tunasoma shule moja. Tulikuwa tunasoma shule moja primary school. Sasa alipotangulia nikiwa class 6 naye ako class 8, tunaenda vile hivi. Akifika secondary shule ya upili, mimi naye niko class 8. Ndio nilipata kabarua ka kwanza. Lakini nilikuwa naona vile mtu anapenda kama mtu mwingine, unaona kasichana unakapenda, katoto unakapenda. Kama ilivyo tu, naweza ona mtu mko kwaya, mko kanisa moja, lakini mtu anakumonita tu mpaka unashindwa kuelewa ni nini kinaendelea, kwamba huyu mtu kana nimulika. Sasa hiyo kunimulika ilipofika class 8, kulikuwa na dadangu cousin akaja akaniletea kabarua. Zamani ilikuwa ni kuandika barua. Salamu nyingi sana kama bahari ya Indian Ocean Mombasa. Nakupenda sana. Nilikiona ile barua sasa kumbe kale kijana vile nimeona kakinimulika kalikuwa kaje kutokea na mambo mazuri. Kumbe mambo ya barua ilianza kitambo. Ilianza kitambo. Sasa ni majenzio hiyo wakati. Nashukuru Mungu. So barua ikaletwa, nikasoma, nikaona kazi yangu nikitaka kukataa, juu nilikuwa rafiki sana na babangu. Alikuwa ananiambia, ukiona kijana anakutongoza sasa hivi liko class 8, atataka usiende secondary school. Usiende chuo cha upili. Huyo ni baba anakuambia sasa. Babangu alikuwa rafiki sana, akaniambia wasichana wa hii village hawasomangi ni kwa sababu wanapitisha mambo ya mapenzi mbele. Usipeleke hiyo mbele. Ukiona mtu anakutongoza ama kijana anataka kukuharibia, hiyo ni masomo anataka kukatia. Sasa wewe soma kwa bidii, na ukiona kijana anakutaka kukulazimisha, niripotie mimi ama mwambie shosho, mwambie nyanyako ama mwambie mamako. Hao watatu kama utaona inanifaa mimi, nielezee mimi. Mimi nikakaa nikijua mtu atakayeniandikia barua anichokoze, mimi nitamwambia babangu. Sasa tukakaa kazi yangu, akaniambia njoo nikuelezee. Usiende kumwambia babako kwamba nimekuletea barua. Wewe nyamaza, hii ni mambo iko maishani na inaendeleanga hivyo. Kama sasa kijana sikataanza kuniita, alafu tulikuwa tunajua kuna ile tabia mbaya. Wewe uko hapo unajua hiyo tabia mbaya ni kusemaje? Vijana wa siku hizi wanajua hiyo. Sasa hiyo tabia mbaya nikawa nasema sitaki mimi. Akaniambia ngoja nikuelezee. Si kama watoto wa siku hizi kakiwa 5-3 years kashaanjua hiyo kusema nini. Mimi nilikuweko niko class 8 darasa la 8 na sielewi hiyo mambo mapenzi iko vipi. Sasa ikabidi anielezee juu alikuwa hata shule ya upili kule juu kidato ya form 4.
Sasa tukiwa pale akanielezea, nikaingiana vizuri. Kijana kakifunga shule kanakuja, tunazungumza, tunaendelea. So kazi yako akakuconvince sasa yenyewe kijana na kuambia uwezi ambia baba yako sasa. Akaniambia nisiongee na baba, hata mama nisimuelezee, ni mambo iko maishani. Then akaanza kunielezea, kwani babako ndio apate mama ilipitia vipi? Sasa nikapata kuelewa, so ilikuwa vile, lakini si kwa ubaya, kaniahidi si kwa ubaya. Kwa hivyo huyo kijana hata wewe nidanganye niende kwao, hata wewe kudanganya. Sasa tukaahidi. Tulikuwa tukikutana ni kwaya, tuna pale kwa kanisa tunaimba kwaya pale pamoja, tunazungumza. Tukitokea kanisani ananiita, kijana alikuwa wa Catholic, mimi nilikuwa wa IC. Sasa nikitokea IC na yeye Catholic, tunakutana kwa barabara, tunazungumza, tunatiana nguvu pale. Tunaona tunaendelea mzuri. Tukasoma mpaka nikamaliza form 4, yeye akamaliza form 4 akaja Nairobi. Sasa akiwa Nairobi tukapoteana kwa muda wa miaka 10. Wazazi wangu walikuwa wanaishi Mombasa. So wewe umemaliza shule? Nimemaliza shule. Amemaliza shule. Na ashamaliza, alimaliza mbele yangu, akatangulia Nairobi kufanya kazi. Sasa kawa mimi niko na boyfriend anafanya kazi Nairobi. Sasa nikawa nikifunga shule, wakati nafunga shule pale Embu, juu nilisoma Embu Nguvio Girls. Na alikuwa Don Bosco Boys. Sasa nikifunga shule tunakutana Embu. Embu Town. Na Embu Town wakati ule tulikuwa na shule, viatu zilikuwa zinaitwa Big Shoe. Sijui kama ulikuwa wa enzi zile. Big Shoe kiatu ilikuwa na kisigino kubwa. Ulikuwa unavaa na sweta tunavuta mikono. Sasa nikusoa ile tukiwa town. Majenzi wa wakati huo sasa. Wakati ule. Sasa akija kule tunakutana pale, tunatembea town, ananibaia chips nala, lakini nisiende kusema nyumbani kwamba tulikuwa. Yeye ananimiti, tunazungumza. Sasa tunaona watoto wa shule wanapitia mengi. Anateremka Embu, tunazungumza na anarudi. So mzazi nyumbani anajua mtoto ako shuleni. Ametoka shuleni akiwa salama, tumefunga shule sasa. Anakuja nyumbani. Lakini kabla nifike nyumbani nishazungumza, umekutana na boyfriend. Nishazungumza naye. Chips umekula, kuku umekula, soda umekunywa, uko sawa. Bora tusiende kwa tabia mbaya. Hiyo nilikuwa salama. Na hiyo hata alikuwa anajua, lakini yeye alikuwa ananipenda. Nilikuwa naona upendo wake ndani yake, ya kwamba alikuwa ananihifadhi. Hataki kuni njoo. Hata ilipofika nikienda huko nyumbani kwa shosho, nilikuwa nasoma kwa nyanya. Shule tukifunga baba anatukujia tunaenda Mombasa. Sasa sisi kwa wale watoto wa ukisoma ushago unakujiwa shule ikifunga unapelekwa kwa baba. Sasa mama na baba walikuwa wanaishi Mombasa, hata waleo huo wako Mombasa. Sasa tuko pale, mimi nikaendelea nikamaliza form 4. Nikapoteana na kijana, sasa nikaenda Mombasa. Mombasa kule nikaenda nikasomea mambo ya madawa. Nikuwa daktari pale Mombasa Polytechnic wakati ule. Sasa hivi yaitwa university. Sasa nikasoma pale. Wakati nasoma nikamaliza, nikapata kazi. Nikaajiliwa. Kuajiliwa niko pale nafanya kazi. Akaanza kuchunguza maisha. Ule msichana alikuwa naye rafiki yangu. Aliendanga wapi? Sasa akaanza kutumia pia binamu zangu wengine walikuwa huko, akawa anauliza, "Mwamuonaje ule msichana ako vipi?" Akaambia, "Huyu msichana ako pale bado hajaolewa. Hajapata wazungu?" "Hapana." "Unataka kuniambia msichana amesimama?" Msichana amesimama ni wa IC. Na mimi pale IC Mombasa, Baraki ya IC, nilikuwa nimeshikwa vizuri sana. Nilikuwa msichana wa kwaya, nilikuwa msichana wa youth, nilikuwa ndio mimi na present youth katika baraza kuu ya wazee wa kanisa. Tuliachana muda wa miaka 10. Mimi niko pale nafanya kazi, nasoma, nilikuwa nimeweka masomo mbele. Na ile mawaida babangu alikuwa ananipa ya kwamba, "Si unaona nilimuoa mamako kama hajasoma?" Nikamwambia, "Sasa na wewe sitaki ukue utuaibishe. Wewe ndio msichana wa kwanza, mimi ndio watatu kuzaliwa katika ile familia. Tuko 6 kwetu. Wasichana 3 na mavijana wavulana 3. Sasa baba ni mimi ndio msichana wa kwanza mamake sasa." Akawa ananiambia, "Mamangu, nataka usome uondoe ile aibu kwa hapa kwetu. Weka standard mpaka kila mtu katika hii eneo ajue niko na msichana wa maana." Na mimi namwambia baba, sitakuaibisha. Na mimi nikashika maneno ya baba. Sasa nilikuwa nakaa, watu hata vijana walikuwa wanasema, "Huyu msichana anakaanga tu anasikizanga maneno ya babake, atakaa hapo kwa babake atakuja wale walini." Mimi nikakaa nikasema, "Afadhali nijitunze vile baba anavyosema mpaka siku nitakapoolewa." Mimi nikajitunza, nikakaa pale. Kijana akawa anakuja akaulizia stories zangu. Siku moja akasema, akateremka Mombasa akaja akaniambia, "Mimi nimekuja baada ya miaka 10. Nataka tuoe harusi." Nikamwambia, "Mimi sitaki kuolewa." Akaniambia, Sasa hiyo akapata nishafungua chemist yangu, nilisoma pharmacy, nimemaliza, nimeajiriwa, lakini niko na pharmacy yangu na bado nimeajiri mtu. Sasa hiyo hata babangu akawa anasema huyu msichana amechukua after me. Kwa sababu baba alikuwa ni mtu wa biashara sana. Ni mmoja mwanzilishi wa Akamba Wood Carving Mombasa, ile kutengeneza sanamu, kuchonga sanamu. Ni baadhi ya wale wa curios, wale walianzisha wanzilishi. Mzee Mdosi ako katika list. Na huyo nayaheshimu sana. Sasa mimi sikujua, ndio unaona apostle hapa akitufundisha saa zingine usema vitu zingine zilikuwa kwa zamani na wazazi huwa zinaregea tena kwa wazazi, kwa generations. Sasa mimi nikawa nina ile bidii. Hata nakumbuka baba nikipeana siku ya harusi alisema, aliambia kijana,
nakupea mfanyikazi, sijakupea mke wa nyumba. Ukimpea ruhusa afanye kazi utatajirika. Lakini ukimweka kwa nyumba ni sawa tu, wewe maisha ndio utachagua. Lakini huyu nimekupea ni mfanyikazi, ni mtu mwenye bidii, atafanya maisha yako ibadilike zaidi na hutawahi lala njaa. Sasa hiyo alikuwa na smile tu tukiwa tunaongozana pale. Ikafika siku ya kwenda kuolewa harusi. Siku ya kwenda kufanga harusi nikamwambia mama, nataka kuolewa harusi. Akaniuliza na nani? Nikamwambia na yule kijana. Nilipotaja jina aliniambia, umenisumbua sana na huyu kijana. Tangu ukiwa mtoto mdogo primary school class 8, wewe story ni hiyo. Alafu enzi zile barua ilikuwa inasomwa. Ulikuwa ukiwa shule, kama umeandikiwa barua, salamu nyingi sana inapitia kwa staff room, kwa ofisi ya walimu. Inaangaliwa umeandikiwa na nani. Sasa zangu nyingi zilikuwa ni huyu kijana, si mtu mwingine. Uko primary, lakini barua zenye napata kutoka secondary school ni za kijana Eric, alikuwa anaitwa Eric. Sasa mpaka ikawa so hizo stories za kuandikiwa barua mzazi alikuwa anazipata kutoka kwa walimu. Alikuwa anapata kutoka kwa walimu. Wangu angepata, alikuwa anasema anachunguza mpaka kwa masanduku haoni kitu. Nilikuwa nikisoma na irarua, atajulia wapi? Lakini akiitwa shule, chunguza huyu msichana, tule tusichana anasoma nato tote, tunaenda long number. So ikafika kwa harusi. Ikafika kwa harusi. Mama akasema hata leo ni kijana. Akaniuliza harusi ni lini? Nikamwambia ngoja. Nikamwambia kijana, mama ameniuliza harusi ni lini. Ni kama like alikuwa anaingoja sana. Kwa sababu kwa masikio ni Eric. Huyu kijana Eric umeniua naye sana. Hebu enda olewa na Eric. Tukafunga harusi. Alikuwa amekuja Mombasa mwezi wa Disemba. Akaniambia harusi ni tarehe 4 mwezi wa 4. 2020. Hiyo mwaka ilikuwa inafuata. Hiyo next year ilikuwa inafuata. Akaniambia kana nikamwambia mama, akaniambia sina shida. Kwenda kumwelezea pastor wangu kwa kanisa ya Isimba Raki. Akasema hiyo siku kuna harusi ya pastor mchungaji wa hii kanisa anaoa. Sasa wewe peleka mbele. Mimi nikapeleka tarehe 21. Sasa yangu ilifanyika tarehe 21. Tulipoenda kuona pale, sasa hapo ndio ilikuwa kisungumukuti. Tumeona pale, hakuna mtu anajua mwingine, hakuna. Sasa hiyo ambao ndio huwa ni mtihani katika maisha tunayokaa. Sasa kidogo. Baada ya hiyo miaka 10, so amukuwa na ile kitu ambao saizi tunaita courtship. Kwa sababu sasa uliitoka ukaenda Mombasa, huyu akaenda usema Nairobi, akakaa miaka 10. So vile mlirudi na hivyo tu harusi. Aliniambiaje kitu moja. Mimi najua uko nakaa na babako. Na babako alikuwa ni Simba na hata kule village mtaani anajulikana kule kwa kijiji tunaishi. Anajulikana baba mzee Mdosi. Huwa ni mkali sana, entertain nonsense. Ati unaleta watu vijana kwa boma, wasichana kutoroka kwenda disco usiku. Hiyo haikuwa kwetu. Alikuwa kama ni kinanda tuko nayo hapo, ile ilikuwa inainuka kitambo. Ile ilikuwa inainuka vile tulikuwa nayo. Anatuwekea wimbo pale. Actually tukifanya sherehe ya binamu na nini, sherehe zilikuwa zinafanywa kwetu. Sababu sisi ndio tulikuwa ni kama well up katika hiyo village nini. Tunachinja mbuzi, tunachinja ng'ombe. Baba ana shida na watoto, alikuwa anatuchinjia, chapati zinapikwa tunakula pale. Lakini sisi tusiniki vile watu usiniki. Wasichana wanaenda ati disco, ati nini. Hiyo kwetu ilikuwa hakuna. Sasa walikuwa wanasema kama kuna mzee ametunza watoto wake na wasichana, mzee Muthusi anajulikana. Mama kitu moja alilelea ni alikuwa ananilipia zile tuitions za wana youth kama zile Apostle ufanye hapa Apostle Ndora wa Roige anawekanga mkutano hapa vijana. Hiyo nilikuwa sikosi. Ilikuwa ikifanywa tu camp, tulikuwa tunaita camp. Nilikuwa natayarishwa shule ikifungwa 1 week naenda camp. Naregea mwezi wa 8 AIC wako na ile mkutano ya wamama kwenda kufanywa counseling. Vile kama ni msichana tukifika pale tunagawanywa na wamama. Saa zingine unaambiwa wewe ni msichana okay, wasichana wanakaa hivi na mabwana zenu, mtakapoolewa mtakuwa hivi. Na ndio wa leo mimi ni counselor, huwa na counsel wa mama, wana youth na waongelesha mambo ya ndoa. Nikiongea utafikiri nilikuwa na experience ya miaka mingi sana. Sasa umeingia kwenye ndoa, changamoto zimeanza. Hiyo harusi watu wengi walikuwa wanaongea wanasema hiyo miaka mmefanya na huyo kijana. Unajua hapo ndio vijana watakangi kusikia. Unataka kusema mjawahi lala na huyo kijana? Mimi naongea mbele ya Mungu nilikuwa sijawahi lala na huyo kijana. Tulienda tukakaa tukaoa. Hata yeye alikuwa ananiuliza, "Are sure hiyo miaka 10 tumeachana? Hujawahi jichanganya huku Nairobi Mombasa, hujajichanganya?" Nikamwambia tutajua ukweli tukifika pale. Tukaenda tukaoa harusi. Harusi ilikuwa mzuri sana, tukakaa. Tukaenda kwa boma tukakaa. Mwaka wa kwanza hata huo mwaka tulioa ilikuwa 08. Hatukumaliza miezi 3-4 nikaanza malaria kuumwa na kichwa, niko pale sielewi ni nini. Tukwenda kwa hospitali, daktari akasema basi Mungu amewakumbuka. Tukafurahi. Hata nilipomwambia daktari amesema niko mjamzito, alismile na mimi nikasmile. Na katika ulimwengu wa roho ninajua kama angekasirika aseme sasa ni namna gani huyu mtoto tungekuwa ni kama reject, tuko na rejection kwake. Lakini vile tulitabasamu kila mmoja, nikasema huyu mtoto atakuwa wa baraka. Hata mwenyewe akafurahi, akanisalimia akasema. Tukaenda kwa nyumba kwenda kufurahia. Tukakaa miezi 9. Tulikuwa pale na changamoto.
Tukakaa miezi 9 kwenda hospitali kupata mtoto. Nilienda nikarudi na manguo. Ule mtoto aliaga ndani ya tumbo. Na alikuwa boy child, akafa ndani ya tumbo. Mimi sikujua, nilikuwa tu hata natoka kazini tu, nilikuwa na chemist yangu wakati nimeshatoka kuajiriwa, niko kwangu sasa. Nikatoka majioni nikaja nikafika kazini nikampata ako pale, alikuwa ni mchungaji ndio. Na alikuwa na biashara ya butchery, ilikuwa inauza sana pale Mombasa Chaani, Migadini, Mombasa. Sasa tuko pale, nikamwelezea, mimi nasikia naumwa na tumbo. Akaniuliza, "Wewe na tumbo vipi?" Sasa unajua mimi nilikuwa sijawahi umwa na tumbo. Akaniambia, "Wewe twende kwa nyumba. Mimi unataka kwenda kupumzika, umechoka sana." Nikamwambia, "Tutaenda sasa kupumzika vipi? Mimi nasikia kama twende hospitali." Akasema, "Nitakubaia Acto. Twende tu." Kufika kwa nyumba kwani niliweza? Nilikuwa nasimama hivi na inamia chini hivi, na anauliza, "Nini?" Anishika mkono ananiambia, "Jo, twende. Si tuko mbali kupumzika kupata mtoto." Nikamwambia, "Ni miezi 9 lakini sasa ile daktari ameandika tarehe inaweza isifike." Akawa anasema, "Inaweza isifike vipi? Wewe twende, tutafika." Tukaenda tu kufika, mama mwingine akamuona akamwambia, "Kwani wewe unajua ni mama amekoma. Nyinyi wote wawili ni wajinga. Huyu ni mtoto wangapi?" Tukasema ndio wa kwanza. Akaita taksi. Nikapelekwa hospitali. Nilikimbizwa katika hospitali moja ya serikali kubwa pale Mombasa. Kufika pale nikapewa madaktari, nikadungwa sindano. Nikaingizwa kwa ward. Walikuwa wanasema ni student lakini sikuelewa vipi. Kuingia pale kwa ward, walienda daktari akaniuliza, "Mtoto aliacha kucheza kwa tumbo saa ngapi?" Nikamwambia, hata saa hii alikuwa ananigonga pande hii, anagonga pande hii." Akaniuliza, "Are you sure?" Daktari akaniuliza, "Ni mtoto wangapi?" Nikamwambia ndio wa kwanza. Akasema, "No wonder." So hauna experience hiyo. No wonder yeye, wakasema walismile wakasema, "No wonder." Sasa nikashindwa, wanasema no wonder kwa nini? Sasa mimi nikasema, kwani kuna shida? Akaniambia, "Mtoto aliacha kucheza kwa tumbo saa ngapi?" Nikamwambia mimi sijasikia akiacha kucheza hata saa hii. Kumbe ni ile fluid iko ndani pale, mtoto anacheza, mimi nasikia. Unasikia mtoto anacheza. Nikaambiwa hebu lala pale kwa kitanda, wakashika, wakaniambia, wakanituma kwa scan. Kwenda kwa scan, huyo daktari wa scan nilituma mahali kwingine GPO posta, ndio walikuwa mashine hapo sifanyi kazi. Kwenda hapo daktari akaniuliza, "Mtoto aliacha kucheza saa ngapi?" Nikamwambia, "Mtoto anacheza hata saa hii nikipanda stairs alikuwa anacheza." Akaniambia, "Fanya hivi. Wacha tukuandikie barua urudi kwa daktari wako." Kumbe ashajua. Akaniuliza, "Umekuja na nani?" "Nimekuja na bwana yangu." Akaniambia, "Muite." Akamwambia, nikasikia wakiongea hapo, akafunika kwanza curtains. Nikatolewa nje, wakatoka. Nikaambiwa, "Pelekeni daktari hii barua." Tukachukua. Tukawa tunaharakisha sana, twende nikatolewa mtoto tupumzike. Daktari akaenda akaniambia, "Mtoto inaonekana hata yuko aliaga. Sasa itabidi tukuweke dawa za uchungu ndio mtoto atoke." Sasa mimi nikaingizwa tena kwa ward. Nikakaa kwa ward siku ya kwanza, ya pili, usiku mzima nikaambiwa nitembee hospitali, nizunguke na askari huko wanakinilinda. Na unaumwa hapo. Mtoto wako juu. Sasa sasa hii uchungu imeisha. Sasa uchungu imeisha, nauliza, "Kwani nitazunguka mpaka lini?" Naambiwa, "Wewe teremka." Nikazunguka, kesho yake asubuhi nikashika mgongo, nikaambia daktari, "Daktari, mimi nasikia nataka kwenda washroom." "Ni wapi?" Nikalalia hapo karibu na yeye. Akaniuliza, "Ni nini?" Nikamwambia, "Mimi nasikia, sijui nasikia aje." Nikamwambia, "Si unaona umechelewa kunipeleka kwa washroom? Mgonjwa ndio umetoka." Akaitana akasema kwa ward, "Kujeni, pelekeni huyu kwa ward." Nikaingizwa kwa ward. Kufika kwa ward, daktari akaanza kuzunguka hapo. Alikuja akapata mtoto wako kwa kitanda. Ashatoka. Akachukua haraka akaweka. Wakaniambia, "Mtoto wako alikuwa amepeel off. Alikuwa amembambuka ngozi." Wakasema, "Huyu mtoto hajafa leo." Kumbe alikuwa na siku 3 amekufa kwa tumbo na mimi sijui. Ujui. Mimi nasikia tu mtoto wako sawa. Kumbe ile siku ilikuwa na Saturday. Alikuja zaliwa na Wednesday saa 4:15. Njoo yako kakadi kaliandikwa hata kama aliaga, alioka kwa kabaji kana kanga watoto kwa mkono. So it was a boy child. Wakaniuliza tu dispose, nikamwambia hapana, msidispose. Wekeni hapo babake mtoto aje aone. Sasa nikakaa hapo, akaja akaonyeshwa babangu, wakaja wakaona brother zangu, wakachukua wakaenda wakazika makaburini Chuda Mombasa. Mimi nikabaki kwa ward. Tukafanywa counseling, tukarudi kwa nyumba. Tukaenda tukakaa kwa nyumba. Na vile mlivyo nyinyi manjensi wa siku hiyo, alikuwa sasa unajua mkishaoa mnakuanga moto, damu iko moto. Akaniambia, "Sasa daktari wanasema tukae kwa hii nyumba, tutakaaje vipi hivi?" Hakuna kitu kama hiyo wewe. Ananiambia maneno kama hiyo wewe. Hapa ni bibi na bwana. Sisi tunataka familia, tumalizane hii maneno tupumzike. Nikamweza kwa hivyo. Nikasema daktari amesema, akaniambia hiyo miezi ni ya daktari. Hata daktari akaniambia at least mnaweza kaa basi 2 weeks. 2 weeks hata zikuisha. Nikaanza tena malaria. Twende kwa daktari. Uyuthi ni mtamu. Twende kwa daktari. Tena nini? Malaria angalia. Tena. Haya. Tukakaa tena tukapambana. 9 months. Tukaenda tena kubeba mtoto.
Nimepelekwa hospitali sasa hivi, nikamwambia siendi hospitali, mtoto wangu aliaga. Akaniambia twende kwa private sector. Akaniambia unazingirwa na madaktari 9 wako hapo. Nikaangalia yenyewe nikaona madaktari wako hapa, mtoto wangu atasurvive. Sasa nikiwa niko pale hivi nimelala, nikaona wameanza kukimbia, wanakimbiza mitungi ya oxygen wakaniweka. Ilikuwa saa 8 ya usiku tena. Juu wamenipeleka ni saa 8 ya usiku, akasema nikaanza kuumwa. Sasa hiyo sikuuma kama ile nyingine. Nikapelekwa haraka aliposikia. So hiyo oxygen ukiekewa wewe ulikuwa umeshindwa kupumua? Ama ulikuwa tu sawa? Walisema tunataka kujua chanzo, shida ilikuwa ni nini ya mtoto kufa ndani ya tumbo, na akatoka akiwa ameaga na amekuwa amepeel off, na huku sikia, na ulikuwa unakula na unalala na huku kuwa mgonjwa, mpaka tukaja kumtoa sisi. Hata nilikuwa nimedischarge, wanasema niende nyumbani. So hiyo oxygen unaekewa ni ya sasa umeenda kujifungua mara ya pili? Ni round 2. So hata tulipofika kwa nyumba bwanangu aliniambia ile huduma iko ndani yako wewe, itatingisha dunia. Kama kwa nini? Mtoto anakufanya ndani ya tumbo siku 3 hujawahi jua, na tuko na wewe hapa, hujawahi gonjeka na unakula. Kwanza unakulanga unaongeza chakula. Saa hiyo tunacheka. Sasa after tumekaa tunaona ushindi, naye ni mchungaji ako pale ananitia nguvu, ananiambia vile Mungu ananitakia mambo makubwa. Mimi niko pale namwambia basi kama itakuja fanyika ni sawa. Little did I know that nitakuwa vile niko leo hayuko. Okay, wacha nirudi kwa ile ya pili. Ya pili tukaenda tena kupewa mtoto. Aliaga nikiwa hapo kwa hospitali. So mtoto wa kwanza akaaga? Boy child. Pili tena alikuwa pia boy child, ako kwa tumbo. Sasa nikaumwa uchungu ikapotea. Daktari wote walikuwa 9 wamenizingira, wakasema huyu mtoto ni wako, sasa hakuna mahali ataenda. Wote nilisikia tu wamesema alikuwa amewekwa kompyuta mtoto. Nimewekwa makompyuta huku wanapima heartbeat ya mtoto. Ikaridi ilipo turn red. Wakageuza kompyuta nisione na wakasema wakachoka. Wakatoka nje wote. Nikawaangalia. Mmoja alikuwa hapa karibu na mimi mwanaume, nikamuuliza, "Nini?" Akaniambia, "Hata huyu ameenda." "Kwa nini?" Akaniambia, "Si hatujui." Nikawekwa dawa uchungu tena. Nikalia uchungu. Machozi kaisha. Bwanangu alikuwa amekaa pale nje. Akaenda akaambiwa hata akalia huko nje. Akaingia kwanza akaniangalia, akatoka tena nje akavanya ile. Akalia tu. Nikawekwa dawa uchungu. Huyu daktari mwanaume hakutoka, nikamshikilia mkono. Tukakaa naye hapo. Nikaumwa tena, nikaumwa dawa uchungu. Nikaumwa, mtoto akatoka. Alipotoka alikuwa moto. Ule alikuwa mnono. Kalikuwa keupe kanono kambumbum. Hata kalikuwa kamenona, kale akakuwa kamevoza kama ule mwingine alikuwa mweusi. Na alikuwa amepooza, ngozi imetoka. Huyu sasa alikuwa amenona na alikuwa hivi. Nywele kubwa. Mpaka tulipokuja kuiona aliniuliza, "Ai, hii nywele ni yetu?" Nikamwambia hata siangalie sura. Sura kalikuwa kanono keupe kweli. Alafu tunafanana. Sasa kakawekwa kwa kasahani, tukaonyeshwa. Hako pia wakaweka kwa nino, kwa sanduku. Babangu wakaja, ndugu zangu ndio wako pale Mombasa, wakasaidia, wakapeleka Portris, makaburi ya Portris. Tukarekea kwa nyumba sasa. Lakini nikiwa pale kuna mama mchungaji walikuja kuniona wakanisalimia hospitalini. Ule sasa alioa mbele yangu ile. Akaniuliza, akaniambia, akanishika mkono tu, ako pale kwa kitanda, akaniambia, "It is well." Na muangalia na muuliza, "Why me? Why is it happening?" Akaniambia, "Dada, si unajua tulianza hii safari na wewe. Mimi niko na miaka ngapi sasa? Miaka 2. Sijawahi miss hata siku moja." Nikisema vile wanayuthi wanaelewa. Anasema sijawahi miss hata siku moja. Wewe mwenyewe unadhibitisho na una uhakikisho kwa watu kwamba you are fertile. Unaweza pata mimba. Akaniambia, kwanza nikaacha kulia. Nikamwangalia nikashindwa ananiambia nini. Akaniambia, "Shukuru Mungu hiyo kupata. Na hata kama hujapokea kwa nini kuonekana tu umeshiba. Huwa ni shukrani kuu. Na huwa unanyamazisha watu kwa kijiji." Akaniambia, "Mimi ni miaka 2 na sijawahi shiba. Sijawahi, kila saa hata mzee wangu ameboeka kwa nyumba." Nikamwangalia. Nikaona nyoka. Akaniambia, "Shukuru Mungu amekukumbuka raundi ya kwanza. Ukaonekana uko fertile, saa hii pia uko fertile, hata kama wameenda na tena Mungu hajaacha kukubariki, utapata tu." Nikakauka machozi sasa, nikajipea nguvu. Wakakuja tukakilia, tukatoka tukaenda kwa nyumba. Tukiwa kwa nyumba tulikaa, hatukukaa miezi 2. Nikamwambia, "Unaniambianga umeitwa Jerusalem Nairobi. Si twende hiyo Jerusalem tukafanye injili, kazi ya Mungu huko, kama huko ndio Mungu ametuita." Aliniuliza, "Twende?" Nikamwambia, "So unaambia mume wako sasa?" Akaniambia, "Panga vitu basi kama unataka twende." Niliamka nikaanza kuzipanga. Baada ya mwaka moja, yule daktari alikuwa ameniambia, "Kwanza take a break, usipate ujauzito haraka kwa sababu nyumba ya mtoto imekuwa nyepesi. Kaa pale kwanza upate nguvu." Nikakaa. Kabla mwaka haijaisha, ilikuwa 09. Nikamuuliza, "Hizi dawa nakunyonga za nini? Mimi nasikia na uzito, natembea nasikia nachoka." Akaniuliza, "Hata unakunyonga za nini? Mimi nakuangalianga ukikunywa hivyo mpaka najiuliza huyu anakunyonga za nini?" Na alikuwa ni mtu mnyamafu, hakuwa anaongea. So kumbe alikuwa anaomba Mungu mimi nikuje kutoka na ile maneno. Ndio akaniambia, "Ukiforce mwanamke kufanya kitu haitaenda vizuri."
na atashindwa, haitakuwa na amani, lakini akisema yeye inakuanga na utukufu. Sasa akaniambia nilitaka hivyo, nilingoja useme achana nazo. Nikamwambia niachane nazo, akaniambia achana nazo. Nilikuwa nimeanza kupewa hizi family planning nimeze. Zile za kumeza kila siku. Nilimeza kama miezi 8 hivi, nikaachana nazo. Kuachana nazo, malaria tena. malaria tena. Mara ya tatu. Hapo nikangoja nikaona tukaenda kupimwa, ikasemekana bado. Tukashukuru sasa tuko Nairobi, tukaanza kuomba Mungu. Nikaenda hospitali juu nilikuwa nimeambiwa hata kama utakuwa hapa Kenya, hata kama utakuwa mahali popote pale, utakapoona umepata ujauzito utembelee hospitali immediately, uende uchunguzwe. Mimi nikaenda tena, nikasema tutaenda wapi? Nikamwelezea, akaniambia twende kwa DO. Tukaenda kwa DO hospitali inaitwa DO pale Kasarani. Wakanituma Kiambu. Wakaniambia hii ni special, kama uliambiwa wewe enda Kiambu. Kiambu hospital nikaenda, wakaniangalia wakaniambia this is huyu ni mtoto wako. Hata hakujua nikabila, lakini waliniambia huyu mtoto ni wako, sasa kuwa na imani kwamba utapata huyu mtoto. Tukakaa miezi 9 ikafika. Tukamwambia sasa vipi? Hatutaki miezi 9 ifike. Yeye akawa tumelala usiku, akaonyeshwa tena tukatoa mtoto. Kwenda kutoa mtoto, wakasema no, mama is very okay. Mama can push very well. Mama anaweza sukuma mtoto. Hana shida huyu. Mimi sasa niko sawa. Akaniangalia. Akaniambia kitu niliona usiku. Alionyeshwa kwa ndoto kwamba aliniambia siku ya harusi ni kama kuna vitu zawadi katika zile tulipewa. Kuna vitu nilikuwa naona tulipewa zawadi, ulipokea wewe. Na hizi vitu walikuwa nakuvisha juu tangu wakati wangu. Hata wale waliolewa chini yangu na hiyo kanisa na hiyo area, hakuna mtu anapewa kiondo. Mimi nilikuwa naweka makiondo karibu 100 kwa kichwa. Malezo nafungwa mpaka nakaa kama cartoon. Wamenifunga malezo, kila shosho akikuja mama wote wananifunga lezo, wananiwekea makiondo, wananipea mazawadi. Mazawadi nilibeba kweli kama ni sani 2. Lakini sasa naye akaniambia niliona kuna kitu, baadhi ya vitu ulipewa ili kufunga hapo chini. So wewe hii kukupoteza watoto wawili ikifatana haikuwa mapenzi ya Mungu. Haikuwa mapenzi ya Mungu. Akaniambia alikuja aona kitu, lakini alishindwa kunielezea nisikatae. So akaniambia wacha ni request juu nimeonyeshwa kwa ndoto. Aliamka usiku akanishika tumbo, nikaamka ni nini? Akaniambia kuna kitu nimeona, wacha nikuelezee na usiogope. Mimi akanielezea, nikamwambia kama hivyo ndio inafanya tukosa watoto, basi twende tukatoe. Tukaenda tukarequest Kiambu, akasema mama ako very okay, she can push. Hatuwezi kubali. Mimi nikasema ni sawa basi. Tukakaa, tukirudi akaniambia sijaridhika, huyu mtoto tutapoteza. Fanya hivi, twende hospitali nyingine. Tukarudi kwa ule mama yetu wa villa, ule alikuwa anaomba naye anamuita mama. Akatuambia hata msijendine Kiambu, twende niwapeleke Kenyatta. Tukaenda. Kushia pale walituambia as a young couple, we understand what you have gone through. So because of this, we are going to obey and respect that. Tukaangalia mtoto alikuwa azaliwe lini, ile date mtoto alikuwa azaliwe nikaambiwa 2 weeks before ukuje. Ndio tulikuwa tumeenda a month ahead. So tukakuja 2 weeks before. Hiyo tarehe nikaambiwa, sasa nikaitwa nikaambiwa kuja na kila kitu, karai nini. Nikiwa kwa ward pia vita ilikuwa imeanza pia. Nikaingizwa kwa ward. Madaktari wakaanza kusema, "Sasa huyu hata haumwi, anafanya nini hapa kwa ward?" Wanazungumza tu, mimi nawaangalia. Nimekaa kwa kiti, unajua mimi nilikuwa strong, nimekaa kwa kiti nawaangalia. Wanasema, wengine wote wanaonekana wako like ile ya mimi niko pale very strong and healthy. Wakaniangalia wakasema, "Sasa huyu." Mmoja akasema akataka kujua ni nini. Mungu akamtumia. Bwanangu ako kule chini anaomba, mimi nimeingizwa kwa ward. Akaangalia akaona. Akaita wengine akamwambia, "Hebu kujeni. Mnashinda mkizungumza juu ya madam. Hapa kuna kitu imefanyika. Ameandikiwa, amepoteza mtoto wa kwanza, amepoteza mtoto wa pili. Huyu sasa ni watatu na imeandikwa na daktari. Sijui alimuita Kamau, ndiye ameandika na akasign. Mimi sitaki kupoteza kazi. Huyu mama itabidi appreciate, mumchukue, atayarishwe aingie ward. If possible akue wa kwanza." Waliniandaa, wakaanza kuniandaa. Kesho yake asubuhi by saa 11 nilikuwa nishavalishwa manguo za kuingizwa theater nini. Niliingia wa kwanza. Kuingia wa kwanza nikafanya operation, mtoto akatolewa, wakamchapa akalia, wakaniambia it's a baby boy. So nilikuwa nimekufa ngazi ile nusu. Sikukua yote, nikaona, nilionyeshwa, wakaniambia this is your boy. Your boy ako hapa. Nikamwangalia nikasmile. Lakini niko ile kwa usingizi ile hallucination vile. Niko kwa usingizi, wakanionyesha, wakaniambia boy child. Nikasmile. Nikatolewa. Wakachukua mtoto wakapanguza, wakaniletea, nikalazwa, nikapelekwa kwa ward. Bwana akaja akaniona kwa kitanda, akaangalia, akasema boy child, gift mambo. Akaenda akaandikisha pale kwa ward, akaandikisha gift kwa ward. Akaandikisha, akaambiwa hizi vitu hatusihitaji tena, shika upeleke kwa boma, uende ukaweke, kesho utamletea vitu vingine. Akauliza na chakula, akaambiwa chakula sisi ndio tutakwambia. Ngoja kwanza kwa mikono yetu mpaka ile siku tutakwambia. Yeye akachukua hizo vitu akienda nyumbani. Akaingia kwa gari. Akienda Kasarani, kufika Kasarani ajali. Yeye mwenyewe akapata ajali.
Akitoka hospitalini kuona the son, akapata ajali. Kupata ajali akakimbizwa hospitali moja pale St Francis hapo Kasarani, first aid. Nikapigiwa simu hapa na daktari nikiwa hapo, wakaniuliza wewe ndiye mke wa Pastor Eric Makau? Nikamwambia ni nini? Alafu wakaongea na Kikuyu wakasema Eric kumwira kayura mwira, wakachukua simu. Nikasikia wacha kumwira vitari. Nikasikia hiyo nikasema kwani kuna nini? Nikajaribu kuchukua tena yangu nipige haraka, ikaenda mteja. Nikaanza sasa kutetemeka kwa kitanda. Ni nini? Nikasimama kwa ward, natoka kwa ward, nilikuwa nimewekwa kwa hapo, tumewekwa kwa wale wa mama wamejifungua, kuna kioo kama ile ya pande studio. Manasi wakaanza kuniangalia. Wakaniuliza what is it? Wakakuja nikawauliza, ni yeye? Nikaanza kuwauliza, ni yeye? Amefanyika? So wakajua kuna kitu. Na simu moja akasimama hapo, wakaanza kusimama hapo, wakakangoja ni cool. So unasema ushafa the same day ambayo umefanywa upasuaji, ndio mume wako amepata ajali? Ndio amepata ajali. Na mtoto wako kwa ward na amemwona kwa ward. Unajua wakitukipewa wako hapo, akakuja akakaona, akaenda akaandikisha pale details zote. Yeye alikuwa na furaha. Yeye akungoja mimi nije niulize kwa kitanda. Alienda akaandikisha jina, sijui vile aliandikisha kila kitu, akapitisha mpaka NHIF. Hata wale mtoto wangu alikuwa anatibiwa, na hata wakienda NHIF wanaangalia, wananiambia watu hawajafikisha umri, lakini inaonekana babake alikuwa amemkubali na akamwandikisha NHIF. So tukatoka na NHIF hiyo, tukatibiwa hivyo, tukatoka tukaanza kukaa kwa nyumba na kijana yangu hivyo. Hata wale wanakuanga kwa hiyo kadi ya NHIF. So tukakaa pale. Nikatoka hapo, nilitoka kwa hospitali. Nikaenda kumpumzisha kwao Mwea. Nikarudi Nairobi. Nikaanza kukaa Nairobi. Kuanza kukaa Nairobi, wa mama ndani ya wale walijaa ndani ya nyumba walikuwa ni wajane. So nikawa nawaangalia na shindo, wanakuja hapa njioni kwa mchungaji, wanakuja kukula chakula. Sasa hii chakula ikiisha nitafanya aje? Nikafikiria wazo niwafanye mkutano, tuwe tunaanza merry go round. Tukaanza kufanya merry go round, kila Friday tunanunua unga wa chakula tunagawana. Juu walikuwa wakija hapa na wagawia unga na wagawia ndengu. Kwetu ni Mwea, Wakamba wa Mwea wale wanapandanga ndengu na mahindi, chakula iko kwa wingi. Nikawa na wagawia wanaenda nazo nyumbani kwao. Sasa ikafika wakati nikaona hii kitu imekuwa kubwa. Nikaenda nikauliza chief, naweza register aje hii mambo ya mama? Akaniambia sio hapa, enda kwa DO. So akaniambia lakini umemeka good move. Na hiyo wakati kulikuanga Kayambombo ndio inatajwa na wale na Mungiki. So nikawa naogopa sana. Nikaambiwa enda kwa DO register ndio watoe nje. Usionekane kuna umetoka Mombasa wewe ni mgeni, kuna kitu umeanza kuwafundisha. Kuna kitu nawafundisha. Sasa nikawatoa nje, nikawaanzia pale, tukaanza nje kwa compound, tukafanya, ikaendelea na nikaregister, ikakuwa God is able widows. Hii jina ilitokana na kwamba walikuwa wakiingia kwa nyumba nawaambia Mungu anaweza. Wanauliza nani amefiwa? Juu I'm very strong. Niko pale, hawaoni nikilia, hawaoni nikifanya nini. Lakini kuna jambo moja nilikuwa nafikiria, ilikuwa inanikuja kwa mawazo yangu. Kabla twende hospitali nikajifungua 1 week before. Bwanangu alikuwa tunakaa kwa nyumba vile bibi na bwana ukaa, tuko pale tunafurahia na tunakaa, ananiambia, "Sasa nikafa leo, unaweza fanya nini?" Namuuliza, "Ufe kwa nini?" Nikamwambia, "Sasa wewe unaanza kuongea stories zipi? Sasa ni mambo ya kufa unaanza kuongea. Mimi na wewe nani anafaa kufa? Kama kuna mtu amebeba kifo ni mimi. Mimi niko mjamzito, wewe unaongea mambo ya kifo. Nini inaweza kusababisha wewe ufe?" Hata tulikuwa tunadiscuss. Ananiambia, "Mimi nakuelezea tu." Tunakaa mpaka tunabishana, tunakasirikiana kwa nyumba kama kawaida tu. So ni kama hii kifo chake alikuwa well prepared. Sasa tunakaa tunakorofishana kwa nyumba, nakaa hata saa nyingine nakaanga najiuliza, si hata yeye mwenyewe alitaka kufa. Kwa nini alikuwa ananiambia hiyo maneno kabla na ikafanyika hivyo? Wacha akae. Alitaka hata yeye. Saa nyingine nashikwa na huzuni, najiregelea, nasema, "Kwa nini hakuniambia kwamba anataka kwenda?" Hasa alikuwa ananiambia, "Naomba Mungu sana akufundishe mambo ya rohoni." Tunakorofishana pia hapo, namuuliza, "Unasema mambo ya roho kumaanisha nini? Sijaokoka." Anaambia, "Hapana, sijasema hujaokoka. Kuna mambo, unajua ulikuwa wa AIC. Mimi nilitoka Catholic kitambo, Mungu amenifundisha mambo ya kiroho ninajua. Sasa wewe nataka Mungu akufundishe, wewe unaelewa mambo ya roho." Nikawa namuuliza, "Unamaanisha aje je usielewi?" Mpaka sasa ananiambia, "Wacha tuache hivyo tu, Mungu atatusaidia tukiendelea kwa safari." Sasa tukakaa, alikuwa ananiambia, "Itakuwa aibu sana kuona mke ni wa mchungaji ama wewe ni mtu prominent sana katika dunia hii." Na in case nife leo, alikuwa anapeana example na yeye mwenyewe. In case nife leo, uchukue nguo zako urarue mbele ya watu kwa sababu nimekufa. Uchukue TV uunganishe chini, uchukue vyombo uvunje kwa nyumba, madhamos, ma TV, life has to continue. Alikuwa ananiambia. So he was preparing you. Alikuwa ananiambia maisha itaendelea. In case nikafa leo, unaweza leo huyu mtoto na umfundishe njia ya Mungu, umpeleke kanisani, umfundishe neno. Hiyo ndio tu kitu ya maana.
ambacho inaweza fanya hata nitatangulia na wewe ufe ama mtoto wetu, tukikutana wakati Yesu atarudi, tutakuwa sote kama familia, tutakuja kukutana katika ulimwengu mwingine tukiwa watu wengine, tukipewa ile miili mipya imeandikwa kwa Biblia. Mimi namwangalia na mzee, unaongea mambo gani wewe? Mimi naona ni kama anataka kunitambilia nitakufa. Sasa hata aliponipembeleza niende nikafanya operation, nilikuwa nasema si alikuwa ananiambia mambo ya kifo. Kwa hivyo ilikuwa ni mimi. Sasa mimi sikujua kabisa kama inaweza geuka ikuwe ni yeye. Hata wa leo ilibaki kama ndoto kwangu. Sijaiamini nini kilifanyika, lakini Mungu akanipea nguvu pale, nikasimama kwa nafasi. Wamama wakija kwa nyumba na watu wanakuja wananiuliza, nani amefiwa? Juu wanaona niko pale ni mchangamfu. Juu aliniambia kitu ya maana ni kujikaza, kuhubiri neno la Mungu na kusimama kwa nafasi kutetea mwili wa Yesu. Hata hiyo night kuna vitu aliniandikisha. Saa 8 ya jioni aliniandikisha, akaniambia vision na mission. Ndio hizo vitu zilikuja kuingiana na mimi, nikawa kama ni mimi ndio nazifanya sasa kwa sasa, kuhifadhi mwili wa Kristo na kusimamisha jina la Yesu. Nikawa nakaa nasema na akaniambia vision yake ilikuwa to reach unreachable. Sasa nikaangalia to reach unreachable. Na siku hizi nahubirianga machokora wale unreachable. Naenda nimetembea, kuna nchi sijaenda, nimeenda Garissa, nimeenda Watamu, nimeenda Mombasa, Busia, Bugoma. Hivi sasa hata hii Friday naenda Mombasa, naenda Uganda. Mambo tu ya injili, kuhubiri injili. Tanzania nimeenda, niko na invitation ya kwenda mpaka Zambia. Ni mambo tu ya injili na nikupitia mafuta ambayo yako mahali hapa. Nilipokuja katika mahali hapa kumwelezea apostle, aliniambia kaa kwa madhabahu. Nikajua kitu, kanambia ameshaona na Mungu amemzungumzia ya kwamba huyu alikuwa ni mke wa mchungaji na bado mafuta itamuhifadhi na bado maneno ya Mungu na neno la Mungu inaongea juu ya maisha yake. So nikakaa, sikumuuliza maswali mengi sana. Aliponiambia kaa kwa madhabahu, kaa katika njia za Mungu, kaa ukimngojea Mungu atakunenea. Umetoka mbali kusema kweli, na mbali ninaenda ndio Mungu anajua. Ndio anajua. Mpenzi mtazamaji, wewe unasema unapitia mengi, unapitia machungu. Ingelikuwa ni wewe, ingekuwa ni kitu gani ambacho unafanya? Na katika mazungumzo na mtumishi wa Mungu, kuna jambo moja ambalo nimeshika, haswa wale ambao tunaingia kwenye ndoa kwa kupitia njia ya harusi. Si watu wote ambao wanakuja kwako pale wakifurahia zile zawadi ambazo unaletewa. Kuwa makini sana. Natumai mtumishi wa Mungu, ni vizuri zile zawadi ambazo tunaletewa wakati wa harusi tusitumie immediately, na tunaziombea kwanza, kwa sababu wale wengine wanakuja na mikosi yao pale. Wengine wanapeleka kwa uganga, zinagangwa ndio uletewe kama zawadi. Wengine walinipea mpaka doli. Kuna mama alikuwa ananiambia hizi ndio ulipewa, 2 ya kiume na ya kike, ndio hizi zilikusababishia yale mambo. Lakini sasa nikasimama na nafasi ya kwamba ilifanyika, ishafanyika, kuna Mungu anaye sirini, na sasa mimi nasimama kwa nafasi hiyo. Asante sana. Imekuwa mazungumzo mazuri. Natumai kwamba kuna mtu mmoja au wawili ameweza kufaidika na kwa yale mambo ambayo umetuelezea. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa wakati wako. Najua umejifunza mambo mawili matatu. Na tutakuja sehemu ya pili ambapo mtumishi, kufuatana na changamoto ambazo amezipitia, atatueleza ni kwa nini sisi vijana haswa kwa mahusiano na kwenye ndoa hatudumu sana, hasa kupitia zile changamoto ambazo yeye amepitia. Ingelikuwa ni wewe, umeoa mke amepoteza mtoto wa kwanza, amepoteza mtoto wa pili. Najua hata ungekuwa umetafuta mke mwingine. Bado ningali kijana. Na bado ngali kijana. Sikuamua kuruka that other side. Bado unatulia. Sasa tangu hata apumzike miaka 13. Na niko katika safari, nasemanga mimi ni kijana senior. Kijana senior ndio hiyo. Neno lako la mwisho. Neno langu la mwisho. Ukitazama kamera. Mungu alinipea na andiko katika Biblia, Zaburi 40 na mstari wa kwanza ya kwamba nalimngoja Mungu kwa muda mrefu sana. Akaja akanipanguza machozi na akanipea nguvu katika safari ya kwamba yale niliyokuwa napitia ilikuwa ni preparation ya what is coming up today, kupitia mafuta ya Apostle Dora Waroige katika mahali hapa na Grace ambayo inafanya kazi katika madhabahu. Nikiheshimu haya mafuta sana na kujua ya kwamba kuna mahali Mungu ananipeleka. Sio hiyo tu. Mungu tuko pamoja na yeye. Kama tutakaa katika njia za Mungu, utapitia katika miimba, utanenewa, utapakwa matope, lakini ukisimama na kumwambia Mungu. Hata Yesu wakati alikuwa hapa duniani alisemewa, akafanywa mambo mengi, lakini alikuwa na kitu moja tofauti na zingine. He had a different art. Alikuwa na moyo tofauti na mambo mengine. So mbarikiwe sana. Mungu awalinde. Tupatane siku hiyo nyingine na itakuwa moto zaidi ya vile iko leo. Chini ya mafuta na kanisa ya CFC, mafuta ya Apostle Dora Waroige na Grace inayofanya kazi katika mahali hapa ambao naheshimu. Kwa majina yangu ni Pastor Reverend Pauline Muthusi. Kwa namba ya 0720 26 5464. Ni majenzi wanajua hiyo kizungu. 0720 26
5464. Mimi sina la ziada na siwezi nikuongeza tena. Ninaongojea ile siku ambayo tutaingia kwa part 2. Najua itakuwa more fire. Asante sana kwa muda wako mpenzi mtazamaji. Patia support yako kwa kusubscribe channel zetu na ushare mara nyingi upendavyo. Tukutane juma lijalo. Nimekuwa wako Job Wamalwa na hii ni runinga ya Bethel Clouds TV. Asante sana.